Dar es Salaam hailali, lakini kuna sehemu moja ndani ya jiji hili ambayo ukifika usiku muda husimama. Ni mochwari ya hospitali ya Amana. Umeitwa kwa simu jioni, unaambiwa mlinzi wa kawaida amepata dharura. Wanahitaji mtu wa zamu mmoja tu. Malipo ni milioni 3, fedha taslim asubuhi. Masharti ni rahisi: usiku mmoja tu, kuanzia saa 2 usiku hadi saa 12 alfajiri. Lakini kuna onyo moja: hutarudi tena kufanya kazi hii. Unafikiri ni utani. Unapofika unapewa funguo nzito za chuma na karatasi ndogo yenye maneno machache: usibadilishe chochote ndani, usiondoe chochote ndani, na usijibu kila utakachosikia. Ndani kuna miili 14 tu, sio 15. Lakini fundi maiti anakunong'oneza kitu kabla hajaondoka: asante kwa kukubali. Usiku mwingine tulihesabu 14, asubuhi zikawa 15. Kisha anaondoka. Saa 3 usiku. Unasikia kama maji yanadondoka, lakini hakuna bomba linalovuka. Sauti inatoka kwenye draw za kuhifadhia miili: usifungue draw yoyote, hata kama utasikia kama kuna mtu anagonga kutoka ndani. Ukifungua draw ambayo haijaandikwa jina, utaona nafasi tupu, lakini utasikia pumzi nyuma yako. Ukigeuka, moja ya miili itakuwa imekaa kitandani. Saa 4:20. Jenereta ya hospitali itazima kwa sekunde chache. Ni kawaida Dar kukatika umeme, lakini giza la mochwari si la kawaida. Utasikia sauti za watu wakitembea nje ya mlango, wakizungumza kwa sauti ya chini: usifungue, kwa sababu wakati huo hospitali nzima itakuwa kimya. Ukifungua mlango, utakuta korido ndefu isiyo na mwisho, na taa zitakuwa zinawaka na kuzima kwa mbali. Ukichukua hatua moja nje, mlango utajifunga nyuma yako na hautaona tena chumba ulichotoka. Saa 5 usiku. Kuna saa ya ukutani ndani ya mochwari. Imeharibika, imesimama saa 6 kasoro dakika 5. Ukiona imeanza kutembea ghafla, usiiangalie, kwa sababu kila sekunde itakayopita, moja ya miili itageuza kichwa kidogo kukutazama. Ukigundua wote wanakutazama, kaa chini na usipumue kwa nguvu. Subiri saa isimame tena. Saa 6 kamili, utahisi harufu ya ubani, harufu nzito kama ya msibani, lakini hakuna aliyewasha kitu. Hapo ndipo utasikia sauti ya mwanamke ikikuuliza kwa upole: umefunga mlango vizuri? Usijibu, kwa sababu ukijibu tu utaona mlango ukiwa wazi pole pole, na maji yataanza kuingia ndani ya chumba. Sio maji ya bomba, ni meusi, mazito. Yakikufikia magotini, utasikia sauti zikisema, karibu zamu ya milele. Njia pekee ya kuyaondoa ni kutaja jina lako kamili mara 3, pole pole, bila kukosea herufi. Saa 7:30. Simu yako itawaka. Hakutakuwa na namba. Ukipokea, utasikia sauti yako mwenyewe ikisema, nimetoka, wewe bado upo. Kata simu mara moja. Ukiongea zaidi ya sentensi moja, utapokea ujumbe wa picha. Picha yako ukiwa umelala juu ya moja ya vitanda, machoni pako pamefungwa pamba. Saa 8:40. Kuna friji moja la zamani kabisa kona ya kushoto. Halitumiki tena. Ukisikia likigongwa kutoka ndani, hesabu hadi 7. Usifungue kabla ya kufika 7. Ukifungua mapema,
Utaona mtu amekaa ndani, amevaa sare yako ya ulinzi. Atakuangalia na kukuuliza, umechelewa, nilidhani hungefika. Na hapo utagundua kuna zamu mbili, moja yako na moja yake. Dakika 10 kabla ya alfajiri, utahesabu vitanda. Kama ni 14, kaa kimya mpaka jua lichomoze. Kama ni 15, angalia mikono yako. Kama utaona alama ya wingu mweusi kwenye kiganja, ujue umewekwa alama. Hautalipwa milioni 3, utalipwa kwa kubaki. Asubuhi walinzi wa mchana walipofika, mlango ulikuwa umefungwa kwa ndani. Walipouvunja, walikuta vitanda 14. Kwenye meza kulikuwa na funguo na baharufu yenye milioni 3. Hakukuwa na mwili mpya, lakini kwenye kamera za nje walimwona mlinzi akitoka saa 12 kamili. Tatizo ni hili: alipotoka hakukuwa na kivuli chake. Sasa zamu inayofuata ni leo usiku. Je, utachukua milioni 3 au uache jiji la Dar liendelee kulala bila wewe?